Na mtazamaji, ni kukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha Kilimo Kinalipa, kipindi ambacho kinakuletea uhai kabisa wa mwanadamu, kwa sababu kila binadamu anategemea kilimo, na sasa ni wakati wa kumtajirisha huyo mkulima ambaye ndio amekuwa akitupatia sisi uhai. Tuko hapa kwa sababu mkulima amefanya kazi yake. Wiki iliyopita tulikueleza kidogo utangulizi wa namna gani kilimo kinaweza kukulipa, lakini namna gani pia Tanzania inaweza ikawa tajiri kupitia kilimo. Tuliongea mambo mengi, lakini mtaalamu wetu Bwana Helmet Mrema aliongelea kidogo swala la ongezeko la thamani, na leo nataka atuambie kwa undani zaidi kwa namna gani mfumo huu wa ongezeko la thamani unaweza ukaifanya Tanzania ikawa tajiri, lakini pia ikamtajirisha mkulima. Mimi ni Janet Leonard na nikukutanishe rasmi na mtaalamu wetu Bwana Helmet Mrema. Shukrani sana. Asante. Karibu sana katika kipindi cha Kilimo Kinalipa. Asante, nashukuru. Habari za tangu wiki iliyopita? Tuko vizuri, wakulima wetu wamepiga simu nyingi. Naona wadau wengi sana wamekuwa na hamasa. Nafikiri hichi kipindi naona kitatupeleka hatua mbali sana. Na mimi naendelea kukupongeza kwa hili wazo. Najua tutafika mbali. Wiki iliyopita bwana, nilikukatisha kwa sababu ulikuwa una mengi sana ambayo ulitaka umuelekeze mkulima na Mtanzania. Hebu ulishia kidogo kwenye swala la ongezeko la thamani. Hebu tuelezee kwa mapana leo hii swala la ongezeko la thamani linawezaje kumnufaisha mkulima akapata kuwa tajiri, lakini pia hata Tanzania yenyewe ikawa tajiri. Karibu. Asante sana. Labda nianze thamani. Maana yake nini? Thamani ni kutoka hatua moja uliokuwa ukapata kitu cha ziada. Kwa mfano, inaweza kawa ni taarifa au elimu au ufahamu fulani ambao ulikuwa hauna. Leo hii tumeamka asubuhi ya leo, au tunazungumza kipindi cha Kinalipa, tunazungumzia ongezeko la thamani. Ukilinganisha na ulichokijua wiki iliyopita, na tutaka kuzungumza zaidi, utakuta kwamba unayo taarifa nyingi zaidi, unayo elimu kubwa zaidi ambayo ni tofauti uliokuwa nayo wiki iliyopita. Kwa ina maana thamani yako imeongezeka. Haya, twende lete habari. Kwa hiyo kwa ongezeko la thamani kwanza linaanza na sisi wenyewe wa Tanzania. Tukitambua kwamba kilimo ni biashara, kilimo kinalipa, na tukaamini hivyo, tukakubaliana na hilo, na tukachukua hatua ya kufanya kilimo kibiashara, tayari tumeongezeka thamani kulingana na tulivyokuwa kabla. Nakumbuka wakati unamalizia wiki iliyopita, nimekukatisha kidogo, ulisema kwamba hii ongezeko la thamani itamfanya sasa Mtanzania sasa hivi tutaangalia yeye thamani yake imeongezeka vipi, sio idadi ya magunia aliyopata baada ya kuwa amelima. Kwa hapa anaanza kukuelewa kwamba kumbe ongezeko la thamani sio tu kuongeza idadi ya mazao yako, lakini na wewe binafsi. Tuendelee. Kwa hiyo mkulima thamani yake kwa kukubali tu kwamba sisi kwa mfano ni matajiri. Mimi nimeamua kuachana na kilimo cha mazoea, ninaingia kwenye kilimo cha kibiashara ambacho kinaendeshwa na viwanda. Tayari tumeshabadilika. Kwa hiyo ongezeko la thamani linaanza na mtu au sisi kupata elimu, kupata maarifa na kufanya maamuzi ya kufanya kitu fulani ambacho ulikuwa haukifanyi kabla. Kwa hiyo hilo ni ongezeko la thamani kwa hatua ya kwanza. Kwa hiyo ukisha ongezeko thamani, na sasa unavyoangalia kilimo chako ni tofauti ulivyozoea. Utasema sasa nimeamua kufanya kilimo cha kibiashara, lazima nifuate miiko au maelekezo ya kile kilimo biashara kinatekelezeka vipi. Tayari unasema mimi tangu leo mimi kilimo cha kuzoea basi. Ninaingia kilimo cha kibiashara. Thamani yako imeongezeka. Sasa hatua ya pili ni utekelezaji. Unaanza kuongeza. Hatua ya pili, unaongeza thamani ya shamba lako. Shamba lako ulikuwa na lima hovyo. Ulikuwa unatumia kajembe ka mkono, kanapiga tu juu.
na mazao ulikuwa unayapanda, ulikuwa unapanda tu kienyeji, mbegu yenyewe ni ya kienyeji. Saa nyingine ulikuwa utumii mbolea, saa nyingine ulikuwa unapalilia, saa nyingine upalilii vizuri. Sasa ukiamua sasa kufanya kilimo cha kibiashara na unaongeza thamani ya shamba lako, ina maana sasa unafuata utaratibu unaelekezwa na wataalamu, kwa watumia wale wataalamu. Wakisha unasimamia shamba linahudumiwa ipasavyo, ili liweze kukupa kile unachokitaka kwa wingi, kwa ubora, na uweze ukaenda sokoni ukawa na sauti, kwa sababu una bidhaa nyingi, umeziongezea thamani na una ubora wa kupeleka sokoni. Sasa kwa mfano umeamua sasa kuongeza thamani, na maana wewe peke yako mkikaa mkaunda kikundi, mkakuta kwamba labda mlikuwa mnapata gunia moja kama binafsi, lakini ukawa ndani ya kikundi sasa mna magunia 500. Tayari kwa kukusanya yale magunia 500 kwa sehemu moja, thamani ya yale magunia 500 ni kubwa zaidi kuliko thamani ya gunia moja lingekuwa peke yake. Kwa sababu akija mtu hata kuwa tena na kazi ya kukusanya, atakuwa anachukua tu magunia 500 ambayo alikuwa anahitaji. Okay. Kwa hiyo tumeshaongeza thamani ya yale mazao, kwa sababu kuna kazi ya kukusanya, kuna kazi ya kuhifadhi na kuyafikia kiasi ambacho yanakuta mahitaji ya mnunuzi. Hatua ya 3 ni ongezeko la thamani ya mazao wenyewe. Sasa umeshazalisha mahindi, umezalisha mpunga kama kikundi labda magunia 1000. Sasa mnaamua sasa, badala ya kuuza mpunga, badala ya kuuza mahindi, mnakoboa ule mpunga, unapata mchele ambao ni mchele ulio bora, unaweza kuweza supa, unaufungasha, unawekea nembo, tayari umeongeza thamani kubwa sana. Mkulima tunamwambia aongeze thamani mazao yake, lakini lazima ashirikane na wadau wengine wote ambao kwa njia moja au nyingine wanashirikiana pamoja, waongeze thamani wa kile wanachokichangia kwenye mnyororo mkubwa, ili ule mnyororo mkubwa wa lile zao uwe mahiri, uwe na thamani kubwa ya kutosha ya kuwa sauti ndani ya soko. Sasa utakuta mkulima ambaye anaongeza thamani mazao yake, anaenda sokoni, anauza mazao yenye nembo yake. Unakuta kwamba badala sasa ya kupangiwa bei, anapanga bei, kwa sababu anashirikiana na wadau wote wale. Manake kumbuka, kila mdau lazima alipwe kufuatana na mchango wake. Ndio elimu sasa tunataka tuilete iwe kwenye vichwa vya Watanzania, ambao tulete mapinduzi ya kilimo, tujue umuhimu na maana ya ongezeko la thamani na jinsi ya kutumia mfumo huu ili wafaidishe kila mtu kufuatana na mchango wake kwenye ule mnyororo. Nataka niendelee kukuuliza maswali, lakini tuangalie igizo kidogo ambalo linatuonyesha hali halisi iliyopo sasa, ambavyo shughuli za kilimo zinafanyika Tanzania. Baada ya hapo tukirejea, utaendelea kutuchambulia zaidi swala la ongezeko la thamani. Umeongelea mkulima, umeongelea shamba, mazao. Nataka nijue pia nchi kwa ujumla. Thamani ya nchi kwa ujumla inaongezeka kwa namna gani? Tanzania inakuwa tajiri kwa namna gani? Lakini tumpe nafasi mtazamaji aweze kuangalia hili igizo. Karibu kwa igizo fupi uone hali halisi ambavyo ilivyo kwa sasa katika shughuli za mkulima, kuanzia kwa mkulima mpaka kwa mlaji inakuwaje. Tutarejea baada ya muda mfupi. Mimi ni Janet Leonard na mtaalamu wetu ni Bwana Herment Mrema. Kilimo kinalipa na Tanzania tajiri inawezekana. Hapa kazi tu, usiondoke. Kipindi bado kinaendelea.